Bahati TV. Dr. Sule, mimi nimekuja hapa, kuna kitu ambacho nataka nikifahamu kutoka kwako kuhusiana na elimu mbalimbali ambazo umekuwa ukizitoa, lakini pia bado tu zimeendelea kuwepo kwa vijana. Vijana wengi wamekuwa wakiamini mali zinatokana na vitu fulani ambavyo wanaviamini wao. Kwamba mtu yote akiwa na mali tu anasema huyu amepata labda mali kwa muda mfupi, labda akashaingia Freemason au akashakuwa na nini, anamiliki majini sio na nini hivyo. Nataka nifahamu kitu kutoka kwako. Unafahamu vipi Freemason? Unauzungumzia Freemason? Freemason ni secret society. Ni chama cha siri cha Illuminati. Hizbu Sheitani, ni kundi la Sheitani ambacho asili yake kimsingi wa Illuminati wanatokana na mazayuni wa Kiyahudi waliompinga Mwenyezi Mungu. Mazayuni ni kundi la Mayahudi maalum lililojipanga kuitawala dunia kwa njia ya nguvu ya shetani, huku wakitumia sura ya Mwenyezi Mungu au imani katika kutekeleza matakwa yao. Kila Myahudi si Mzayuni, lakini kila Mzayuni ni Myahudi. Duniani Wazayuni wanasadikiwa wako watu 300,000 tu, ambao hao ndo wanaanzisha mifumo yote inayopingana na Mwenyezi Mungu duniani leo, na ndio wanaoshikilia vyombo vya habari vyote vya dunia. Sisudivi vyombo vyenu vidogo vidogo kubwa vya dunia ambavyo vina promotion ya kumtangaza Sheitani dunia nzima na kwa nguvu kubwa, na wanachokipanga wao ndio kinakuwa. Tatoa vitu vya mfano hai vichache. Kwa mfano, wao ndio wanaopromoti muziki duniani na kufanya mwanamuziki anakuwa tajiri mkubwa kwa kuimba. Wao ndo wanapromoti na wao ndo wana finance. Lakini sio hilo tu, wao ndo wanapromoti mipira duniani na kutoa mishahara mikubwa kwa wachezaji kwenye mipira. Wao ndo walikuwa wakitoa sehemu ya pesa kuhakikisha wana finance mipira. Na wao ndio wameanzisha betting system, michezo ya kubeti, ambayo kazi yake kubwa ni kukusanya mabilioni ya pesa yatakayowalipa wachezaji baadaye. Na ndio maana mtu anayebeti wanaoliwa ni wengi kuliko wanaokula. Kwa hiyo ukienda kubeti usitarajie kufanikiwa, tarajia kupoteza. Yani katika watu 100 wanaobeti, 90 wanalia, 10 wanacheka kidogo. Kwa hiyo maisha yako hivyo. Sasa hawa Illuminati hawa wamegawika katika makundi, na wao wanaitawala dunia katika ile system wanaita New World Order, utaratibu maalumu wa kuitawala dunia. Na ndio waliotengeneza kitu kinaitwa internet. Internet Kiswahili chochote cha Kiswahili ni ingia kwenye wavu. Inter ni kuingia, net ni wavu. Internet ni kuingia kwenye wavu, ambao leo tunauita mtandao. Lakini malengo ya neno internet katika globalization, utandawazi, na neno lenyewe, mafuhumu ya neno lenyewe ni vitu viwili tofauti. Lakini wazungu, kwa maana hawa Mayahudi, kwa maana hawa Mazayuni, wao ndo walioifanya dunia iweze kuishi katika mazingira hayo, na wakawafanya dunia yote hii tunaoishi duniani sasa hivi na maisha tunaoishi sasa hivi tuishi kwa system walioipanga na kuiandaa wao. Kwa sababu wao katika dunia ndo wanaamua nani wao, yani wao kila kitu ndo wanasimamia. Kwa hiyo miongoni mwa makundi hayo ni hili la Freemason katika upande wa utafutaji wa riski au kipato, ambao hawa wote wanatumia nguvu za giza za Shetani, majini wachafu katika kusimamia hayo mambo yao.
ima katika engo ya utawala, ima katika engo ya usiasa, au katika engo ya biashara, au katika engo ya burudani na nyingine nyingi. Nguvu ya shetani inatumika katika kuwafanya watu wawe na power kubwa au mafanikio makubwa katika hayo anayofanya, bila ya kujali ni upande gani. Inaweza kuwa biashara, inaweza kuwa siasa, inaweza kuwa uchumi na kadhalika. Kwa hiyo vijana wengi wanaojiingiza kutafuta pesa za Freemason, kwanza wanatengeneza vita na Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanakuwa hizbu shetani, wanakuwa katika kundi la shetani. Na ukiwa katika kundi la shetani unakuwa against Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tayari unajikuta umetengeneza vita na aliyekuumba. Nadhani nimeeleweka. Okay. Sawa. Unahisi kwa nini sasa hivi vijana wengi sana wameanza kuipenda sana Freemason? Kwa sababu wanaona kabisa bora wao matajiri kuliko kukaa upande mwingine, kuwa maskini. Ufakiri ni nusu ya ukafiri. Hakuna mtu anapenda umaskini. Watu wengi wanapenda maisha mazuri. Nani asiyependa maisha mazuri? Kila mtu anapenda kuwa na maisha mazuri kaka. Lakini shida tu ipo, maisha mazuri unayapata kwa njia gani? Sasa vijana wengi wanatafuta pesa na kutafuta maisha mazuri kwa gharama yoyote, kwa sababu asilimia kubwa ya vijana wengi hawana elimu ya kiroho. Kwa kuikosa elimu ya kumtambua Mwenyezi Mungu, ndio maana wako tayari kutafuta pesa hata kwa njia zinazomkwaza na kumuudhi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo shida kubwa, kinachotupa shida leo kwa vijana wengi ni kutokuwa na hofu ya Mungu katika nafsi zao. Yaani viongozi wa kijamii wa kidini wameshindwa kwa dhati kabisa kupanda mbegu ya hofu ya Mungu katika mioyo ya vijana. Kwa kukosekana hilo, vijana wengi wamejikuta wanafanya maisha wanavyofaa, wanavyotaka na sivyo wanavyotakiwa kuyafanya. Okay. Sawa. Hao ambao tunawataja kwamba ni Freemason, kuna baadhi ya watu walikuwa nasema kwamba walifika hadi kwa watu wenye dini, wenye imani kali kabisa ya dini, kwamba hata kama kwako wewe Dr. Sule unakwamba vipi, unaonaje labda tukuingize, tukuongezee nguvu, uwe mtu mkubwa kabisa, uwe ufahamike duniani kote. Vipi kwa upande wako? Kuna mtu yote labda anayekuja labda kukushawishi kwamba uwe katika dini yako hiyo hiyo, lakini sasa utakuwa unatumikia pande zote mbili? Kabla sijalijibu hilo swali, kwanza nijibu kweli juu ya Freemason kumtumia mtu bila kujali dini yake. Na Freemason system ya utawala wao katika kuwaingiza watu kwenye mambo wameibeba kutikana na mafundisho ya aya yaliyomo ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minashaitani rajim, wala tardha anka alyahudi wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawatakuwa radhi na Mayahudi na Manaswara mpaka ufuate mila zao. Mshirikina wa Kiyahudi anachotaka, Mzayuni anachotaka, Freemason anachotaka, sio utoke kwenye dini yako, utoke kwenye mila. Dini baki nayo. Dini baki nayo. Mila yendo shida yake. Na Freemason anapomuingiza mtu kwenye chama hambadilishi jina, hamuondoi katika dini yake. Kama Mkristo unabaki Mkristo, kama Muislamu unabaki Muislamu, ila mila za maisha yako zitakuwa za kishirikina. Wala tardha anka alyahudi wala naswara hata tattabi'a millatahum. Hawawi radhi Mayahudi na Manaswara mpaka mfuate mila zao. Sio hata tattabi'a dinatahum, mpaka mfuate dini yao. Mpaka mfuate mila. Dini anakuachia. Na ndio maana mtu anaweza akajiita Gertrude lakini akawa Freemason. Anaweza akajiita Charles, anaweza kuwa Freemason. Anaweza akajiita Ibrahim na akawa Freemason. Anaweza kuwa Muhammad na akawa Freemason. Sasa wao Mayahudi wa Kizayuni walipoamua kutengeneza hii secret society, kichama cha siri, walipokiandaa na kukitengeneza, walichokifanya ni kumruhusu mwanadamu abaki na dini yake, isipokuwa mfumo wa kimira, tabia za kimaisha kimira ndio zitakwenda kuwapia katika system wanayoitaka wao. Sasa basi swali nakuja, wanawatumia viongozi wa dini kuwaingiza katika vyama vya Kiilluminati? Jibu ndio. Sio tu kuwatumia,
Mailuminati wanafundisha mpaka katika vyuo vikuu vya dini. Yani Illuminati wapo kwenye vyuo vikuu vya dini vya Kiislamu, Illuminati wako katika vyuo vikuu vya dini vya Kikristo. Yani vile vyuo vikuu vinavyotoa elimu ya dini za Kiislamu na Kikristo, Mailuminati ndani yake wanafundisha. Sio kuingia, wanafundisha. Na ukimsikia mtu Illuminati, Freemason, mustashirikina, ana elimu ya kutosha kabisa ya Mungu, ila ana uwezo mkubwa wa kubadili fikra za yule anayekwenda kufundishwa. Yani wao wana uwezo wa kukufanya uishi mila ya kishirikina hali ya kuwa unabaki na dini yako ile ile. Mambo makubwa. Mambo makubwa. Tunapozungumzia Freemason tunazungumzia kitu kikubwa, na vijana wanatakiwa kuwa makini sana katika hilo. Na hasa vijana wetu wa leo ambao wanajaribu kutafuta riziki kwa njia haramu, au kwamba mimi itakavyokuwa niwe tu mimi ninachotaka, afe beki, afe kipa ili mradi mpira uende. Hilo ni tatizo. Mimi tangu nimeanza kuzungumzia habari ya nyota, kuzungumzia habari za pete na kadhalika, wako vijana kupigia simu miaka 28, 29, 30, anakuambia daktari, mimi kwenye message simu zangu nilikuwa nazungumzia juzi tu hapa kwamba kuna watu wanapata utajiri wa kishirikina. Mtu anaoza upande mmoja, wale wadudu wanapotoka wale ndo zinakuwa noti. Kuna watu wanakatwa vidole, wakikatwa vidole ndio anakuwa matajiri. Yuko mtu amenifuata katika page yangu kabisa, inbox, anambia daktari, mimi kama watu nawajua, niko tayari, mimi naomba nioze lakini niwe napata pesa. Yani unaona kwa kiasi gani watu wanauogopa umaskini, watu wanauogopa ufukara, na watu wako tayari kufanya hata yale yanayomuudhi Mwenyezi Mungu ili mradi tu anatafuta pesa. Wapo kweli hivyo. Tunafanyaje sisi kama wenye dini? Kitu kikubwa cha kufanya ni kutoa elimu kwa wanadini kwanza juu ya kupanda hofu ya Mwenyezi Mungu, au hofu ya Mwenyezi Mungu katika mioyo ya wanadamu. Unajua mwanadamu anapokuwa na hofu ya Mungu, basi vitu vyote vibaya ataviacha. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kupanda hofu ya Mwenyezi Mungu katika nyoyo za wanadamu. Kupanda hofu ya Mwenyezi Mungu katika kufanya doria katika nafsi za watu, ili ifike mahali mtu awe anamuogopa Mwenyezi Mungu katika yale makatazo yake hata kama hamuoni. Wewe unaweza kukutana na watu wa namna hiyo afu ukajua kabisa huyu mtu ananipoteza, huyu anataka kunipeleka sehemu ambayo sio kabisa. Sasa nitaachaje kujua na mimi ni mwalimu? Najua. Yani huwezi kuja na story za Illuminati mimi sikujua, kwa sababu huo Illuminati wenyewe mimi naujua vizuri. Tapata muda wakati mwingine tawafundisha jamii, lakini historia yake imeanza wakati wa Nabii Musa. Wakati walipokuwa wanatoka Misri kwenda Kanaani, walipofika kando ya mto Jordan, kilomita 150 kutoka Jerusalem, maili 50 kutoka katika lango kuu la mji wa Jerusalem, pale walipokaa takriban miaka 9 mpaka 13, mahala alipokufa Musa, Haruni na wengine, kisha Yoshua mwana wa Nuni na Yefune mwana wa Kalebu wakamalizia safari. Pale ndio ilianzia hawa wanajiita Mossad, ambao leo tunaita mustashirikina, ama kwa lugha nyingine unaweza kuwaita Freemason, au unaweza kuwaita Wazayuni. Pale ndio walipoanzia. Katika wale kundi la watu 24 aliowachagua Musa kutoka katika makabila 12, watoto wawili wa familia katika kila kabila. Watoto 22 walileta habari na taarifa za uchochezi, watoto wawili walileta habari na taarifa za kweli. Wawili walioleta taarifa za kweli alikuwa Yoshua mwana wa Nuni na Yefune mwana wa Kalebu. Wale 22 wote walileta taarifa za uchochezi na uongo. Hawa ndio chanzo cha kupatikana Illuminati wa leo. Historia ndefu sana.